Today we are reading from the book of Revelation chapter 12. We are reading verses number 7, verse number 8 too. This is what the Bible says. Can we read together, please? And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was there any place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For accusers of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Christianity is a movement of warfare. We are called more than conquerors because we have been called to conquer nations and that kingdom of the enemy. If you are not prayerful, then the devil will play over you and over your territory. You need to know that we are living the days where the enemy, the devil, has not given up on us. He will fight you day and night, and he has no regret in doing that. And that's why he's called a bad devil, because his commission, his mission is to terrorize lives of people. If the enemy had guts to go to heaven and fight your God, the angels, then what makes you believe that you are safe where you are? Kwa nini unaamini uko salama? Hauko salama, mwanangu. Vita vipo na lazima ujue jinsi ya kupigana. Na maandiko inasema, for our weapon of warfare are not carnal. Hatupigani kwa damu na nyama, bali kwa kila mamlaka na mkuu wa giza. And I say that there are principalities and powers of darkness ambazo zinafanya kazi usiku na mchana. Hakuna kitu kibaya kama Mkristo asiyeomba. That is a failure. Huyo ni mtu ameshindwa na atakufa kwa umaskini, and he will be reduced to be a beggar. Sababu watu wengine wanaombea kazi, wakishapata kazi, wakipata mshahara mzuri, sasa wanatumia ile kazi kupigana na Mungu ambaye aliwapa ile kazi, kwa kusaidia shetani kupropel his evil agendas. Kwa sababu if you stop praying
wewe unakuwa mlango wa shetani kutumia, aidha kwa familia yako ama kwa kanisa lako ama pali ambapo unapofanya kazi. Unajua, unaweza ombea tajiri wako. Wewe usikae tu ukitarajia pesa. You don't know what he's passing through. Hiyo pesa unataka kulipwa inatoka wapi? Hiyo mshahara unangojea tarehe 25 ulipwe. Kulingana na wewe, hiyo pesa tajiri anaipata wapi? Kama wewe huwezi kuwa profitable, be creative so that you can also add value where you are working. Unatarajia pesa ya kukulipa itatoka wapi? Tuwe na Wakristo ambao mnaweza kuwa mnaombea watu ambao wamewaajiri, ya kwamba Mungu abariki tajiri wangu, asikose pesa ya kunilipa na asikose hata pesa ya kusaidia yeye. Nataka uelewe ya kwamba shetani haji kwako peke yake. Wewe unaporusha mishale, na yeye anakuja na ndugu zake, anakuja na jeshi lake. Anasema in case nikishindwa, wewe unaweza nisaidia. Na ndio maana pia katika maisha yako ya kiroho unahitaji mtu wa kukuombea. Unahitaji mtu ambaye a prayer partner. Usipigane vita peke yako. Kwa hivyo ni vizuri pia wakati ambapo unapoomba, wakati unapong'ang'ana. I always tell people sometimes kuna vita vingine ambavyo unapigana sio vyako, labda ni vya spiritual father. You need somebody in your life who can pray for you. You need somebody on your top ambaye he has divine authority, anaweza kukuombea. Ukisoma in the book of Ephesians, anaanza akisema ya kwamba children obey your parents in the Lord, divine order. Ya kwamba kabla haujaanza kupigana hii vita, lazima uwe mtu ambaye uko under authority. Ya kwamba wewe unapigana vita, lakini una mwavuli, una baba, una mlinzi, una mtu anakuombea. Pamoja na maombi yako kuna mtu anakuombea. Kwa hivyo wakati shetani anapokudisconnect to a spiritual father or a man of God, anakuweka uchi, kwa sababu itafika wakati vita vyako havitakuwa vita vyako, vitakuwa vita vya Mungu. If you want to fight proper spiritual warfare, lazima upigane vita utakavyovishinda. Amen. Lazima upigane vita utakavyofanya nini? Utashinda. You are a winner. Intercessors don't fail. They cannot fail. Na kama umeshindwa, there's something wrong. Kuna kitu mbaya. Una roho mbaya. Umeenda maombi na vitina. Umeenda kwa maombi na shida zako. Hakuna vile Mungu atakavyokuacha. Kuna watu leo wakiona shida wanatoroka, hawaendi mlimani. Yesu akawachukua. Saa zingine be in a position when you sense danger, you go and pray. Amen. When things are not working for you, take time and pray. Huo sio wakati unahitaji watu wa kukutia moyo. What in fact, for your information, wakati uko na shida ni unapata watu wa kuja kupapasa kukutia moyo. Watu, they are prolonging your problem. You need somebody who can come your way and tell you, my sister, this problem, you must pray.